Bado watu wengi hawaelewi kuhusu kufanikiwa. Bado watu wengi hawaelewi kuhusu kufanikiwa. Si kila mtu anayeanza kuelekea kufanikiwa, anayeanza kitu kwa ajili ya kwenda kufanikiwa, anaanza na matokeo ya haraka. Yaani sio kila mtu anayeanza kitu tu anaanza na kufanikiwa. Ukweli ni kwamba watu wengi bado hawaelewi kuhusu mafanikio. Ukweli ni kwamba watu wengi hawaelewi kuhusu mafanikio. Si kila mtu anayeanza, yaani mtu unaanza leo tu kwamba uanze kuona mafanikio. Inawezekana, lakini sio kwa wengi. Ni wachache sana. Nikwambie tu ni kwamba hili jambo la kufanikiwa hivi watu wengi bado hawaelewi. Bwana, nikwambie kitu kimoja, nikupe siri kwamba kufanikiwa, siri ya kufanikiwa, machungu yanatangulia. Kwenye kufanikiwa, magumu, changamoto, machungu, matatizo yanayohitaji ufumbuzi mgumu yanatangulia kwanza. Yaani mafanikio yako nyuma, mbele machungu. Sasa watu wengi bado nafikiri katika swala la kufanikiwa bado hawajaelewa hili. Yaani wengi wanadhani tu ni kwamba yeye anapotaka tu aanze aone mafanikio. Mwingine tu akianza anaweza kumwambia yaani bado tu biashara iko vile vile. Yaani bado tu watoka wakati ule ufugaji ndio hivyo tu. Yaani wewe bado tu channel yako kutoka wakati ule subscriber wachache, sijui bado tu hata views hivi, bado tu hawajaanza kukulipa YouTube sijui hivi na hivi. Mafanikio, fahamu, mafanikio yako nyuma, mbele yapo machungu. Ujue hili jambo watu wengi hawalielewi. Na ndio maana kwa sababu mafanikio yapo nyuma, mbele yapo machungu, na ndio maana wengi wanaacha mapema. Sikiliza hii, ndio maana wengi wanaacha mapema, kwa sababu mbele yako machungu, mafanikio yako nyuma. Machungu haya hapa, mtu anaona nimeshindwa, anarudi nyuma. Maana alitaka yeye tu kwamba anafikiri akianza tu basi anaanza kuona mafanikio haraka. Mafanikio, sikiliza hii, mafanikio kama uelewi yako nyuma, mbele yako machungu na magumu. Changamoto ziko mbele, mafanikio nyuma. Lazima upambane kwanza na vinavyotangulia ili uvifikie vya nyuma yake. Kama unafanya kitu leo na unatarajia matokeo leo au kesho tu uone matokeo, ndugu yangu, utakatishwa tamaa. Uelewe hili, kama unafanya kitu leo upate mafanikio au kesho yake ufanikiwe, unaanza leo, kesho unataka kufanikiwa, ndugu yangu, utakata tamaa. Jambo hili wengi hawaelewi. Wewe leo elewa jambo hili kwamba mafanikio mbele yake kuna machungu na magumu yanayohitaji upambane na changamoto, upate majibu. Mafanikio yoyote, kufanikiwa kokote hutanguliwa na machungu. Waliofanikiwa walitanguliwa na machungu. Usipotaka kukutana na machungu, unataka leo itokee, ndugu yangu, utakata tamaa. Jambo hili watu wengi hawaelewi, na ndio maana wengi wanaacha mapema, kwa sababu wanataka kila kitu akifanya aone matokeo haraka. Nikwambia kitu kimoja, kama utaweza kuvumilia mchakato, kama utaweza kukabiliana na mchakato wa wewe kuvumilia kupambana na machungu, kwa sababu umeshagundua hili kwamba nyuma yake kuna mafanikio, ndugu yangu, utajikuta umefika mbali. Yaani utajikuta umefikia mbali, umefanikiwa kuliko ulivyofikiria. Umenipata? Lakini tatizo watu wengi si uwezo wao kufanya hicho kitu. Tatizo si kwamba hicho kitu hakina matokeo. Tatizo ni kwamba watu hawaelewi kwamba mbele ni kwanza matatizo na changamoto na magumu, mafanikio yapo nyuma. Kwa hiyo watu wanakosa kukabiliana, wanakosa kuvumilia, wanaacha. Tatizo si uwezo, si kitu hakina mafanikio au hakiwanufaishi watu. Tatizo watu ni kuvumilia. Kwa sababu gani? Hawaelewi hili kwamba mafanikio hayatangulii, changamoto kumbe ndio zinatangulia, na inahitaji ili kufikia kwamba ukabiliane nazo. Zikikurudisha nyuma, umekosa kufanikiwa. Sasa siri hii elewa kwamba kabla ya kufanikiwa, mbele yake machungu. Mafanikio kwanza machungu. Kula machungu kwanza, ndiko ule matunda yanayotokana na hiyo.
Kwa hiyo wengi wanataka wao kwanza tu akianza kitu leo, kesho apate kufanikiwa. Ndugu yangu, utaacha mapema, utaacha. Tatizo si kwamba umeacha uwezi, tatizo si kwamba umeacha jambo lako hilo halina matokeo mazuri. Tatizo ni kwamba hukuelewa kwamba hayo yalitakiwa yakutangulie kabla yaanze kwanza hayo, ndipo mafanikio yaje. Usiache kusubscribe kwa kujifunza zaidi.